alikuwa anasema nini kutumika ndani ya Chadema. Sasa wametangaza kujiondoa, wanakwenda chama kingine waende. Sisi tutaendelea na mapambano mpaka kieleweke. Miongoni mwao vile kuna watu wanaosukumwa na upepo, walioaminishwa kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi, na kwa sababu Chadema haitashiriki uchaguzi, kuna chama cha upinzani kitainuliwa na watawala ili kipewe baadhi ya viti vya ubunge, ikipewe na ruzuku. Wao wamepata tamaa. Yani mpaka hapa, yani unaweza ka-guess chama gani wanachokituhumu. Ni bila shaka ni ACT Wazalendo. Lakini hii pia inawezekana, yani CCM wakiwa smart wanaweza kufanya hivyo ili kubalance siasa. Isionekane kama ni CCM, serikali ya CCM peke yake. Ila kusema la ukweli, hii ipo muda kabla hata ya Chadema kutokushiriki. Wanayo tabia hii Chadema kuwatuhumu vyama vingine kama ni vibaraka wa CCM. Sasa kwenye hili kuna vitu viwili. Inawezekana sana kama ni kweli ni vibaraka, lakini inawezekana, yani issue kubwa ninaiona mimi ambayo ni naweza kusema karibia ni fact. Ukitofautiana nao hao jamaa kwenye mawazo, wanakupa jina baya. Na jina baya Tanzania kama wewe mpinzani ni kuambiwa kama ni party ya CCM, kwa sababu tena kama unakosa credit. Lakini issue iko hivi. Unawezekana wewe ukawa ni mpinzani mwenye mawazo tofauti ambayo hayafanani na Chadema. Unaona? Isiwe sasa wewe kuwa na mawazo tofauti au approach tofauti ambayo sio sawa na ya Chadema, sasa hivi tena uwe kibaraka wa CCM. Yani hichi kitu hii ni silaha ambayo wanaitumia sana Chadema na pengine na vyama vingine katika kuwaua wapinzani wao wa kisiasa, kwamba wewe hatukubaliani na mawazo yako, moja kwa moja wewe ni kibaraka wa CCM ama na vitu kama hivyo. Mimi binafsi nahisi wewe focus kwenye kutoa sera zako. Kama kuna kitu ambacho ni obvious una ushahidi nacho, toa kitu ambacho una ushahidi nacho, lakini sio kuanza kuspeculate kwa sababu ya watu wana approach tofauti ambayo pengine approach ile kuna vitu vina align, vinafanana kidogo na CCM. Labda CCM wanasema hichi na wanasema hichi, alafu ukumbuke CCM ni chama nacho. Kinaweza kaona hawa watu labda wanaenda hivi, ili tuwagawe katikati, sisi tuingie labda tuchukue side moja, tuseme wana sisi hawa Chadema ni watu wazuri hivi, alafu ACT wao waje waseme unaona sisi nini Chadema ni party ya CCM. Unaona wamewasifia. Sasa hizi ni siasa za bei rahisi ambazo I wish chama kama Chadema ambacho kiko well established, kinao watu makini sana, smart people. Mnyika mwenyewe ni mtu smart sana. Waachane na hizi siasa za bei rahisi, wafocus kwenye mambo yao zaidi, kwenye agenda zao, na kutofautiana kimawazo. Isiwe tena kupigwa ili rungu la kwamba wewe ni kibaraka, wewe ni msaliti. Kwa sababu ukifanya hivi, tofauti yako wewe na wale vijana wa Mbweni wa CCM au wengine inakuwa haipo. Yani mnakuwa ni vile vile. Kwa sababu tukirudi nyuma kidogo, nimemuona Slava na ikimenikumbusha kitu kizuri hapa. Watu siku za nyuma kidogo tu walituambia kuhusu Slava hafai na nini, lakini mara baada ya kuwa sasa hivi Slava na mawazo tofauti, yani mawazo yanalingana, wanakuja kumsafisha Slava ni mwema. Na hii ilianzia nyuma kipindi cha Lowassa. Yani walituaminisha mpaka mimi niliamini kwamba nikitembea barabarani nikikutana na mtu ambaye anaitwa ile jina tu la Lowassa niogope. Huyo mtu ni mwizi, tapeli na ni fisadi namba 1. Baada Lowassa mambo yake kufeli kule CCM, kila mtu anajua kilichotokea, walimpokea, wakamkumbatia na wakafanya ile kazi ya kumsafisha, kuhakikisha sasa kutuambia kama Lowassa ni mtu mwema sana na anafaa kuwa rais. Yani kutoka fisadi namba 1 mpaka kusema huyu ndio mtu namba 1, awe raia namba 1, afanye maamuzi ya nchi. Kwa hiyo ndio yani
kitu ambacho najaribu kusema ni kwamba siasa kuna hii michezo. Kwa mara nyingi waathirika hii michezo ni sisi watu wa kawaida, kwa sababu sisi tukimsikia Lema, tukimsikia Mnyika, ukimsikia Lissu anasema haya maneno na anazungumza na confidence kubwa. Kama wakati anazungumza kuhusu issue za Lowassa kwa fisadi, ile confidence, ile kujiamini, na alikuwa anazungumza na makiki yale, na mpaka sasa hivi ndani ya akili yangu ipo bado ile sauti ya Lissu naikumbuka. Kama wanao ushahidi, wanasema kwamba Lowassa ni fisadi namba 1. Mimi binafsi niliamini, nikajua bwana huyu jamani hatari, unaona? Na pengine mpaka leo nina wasiwasi na mashaka, lakini sasa unapokuja baada ya siku kadhaa ukaja kwa sababu mtu mmeingia katika chama yani mmefanana kwenye idea fulani au mmefanana kwenye malengo, ukaanza kumsafisha kana kwamba sio wewe ambao ulituaminisha kwamba huyu mtu ni balaa, tena inaleta maswali. Na mara nyingine hata unapoongea sasa inabidi ujiulize hicho unachokisema, hata kama unazungumza na confidence, kwa sababu unajua unataka kuongea uongo ama kitu pengine si uongo, lakini kitu ambacho hauna uhakika nacho, ukakizungumza na confidence, ukaonekana wawa kwamba wewe unachokisema ni sawa. Sasa hivi ndivyo vitu ambavyo upinzani Tanzania kiukweli unabidi wajitathmini. Hata hizi motivation ambazo zimekosekana sasa hivi, hamasa zimekosekana, ni kwa sababu ya vitu kama hivi. Maana mtu unaweza kujiuliza, mimi kuna maandamano nitoke nikapigike kwa watu kama hawa ambao kesho hujui anakuja kukuambia nini? Yaani kwa sababu mara nyingi wananchi wanakuwa na ile imani 100% kama hivi ndio na lazima iwe hivi na hivi ndio sahihi, kwa sababu tayari wanakuwa na imani kubwa na kwa viongozi wao. Lakini at the end unakuja kuona viongozi wenyewe ni wananunulika kirahisi, viongozi wenyewe ni wanachokisema pia hakina uhakika, na hata unajua unaweza kuzungumza kitu ambacho hauna uhakika lakini kuwa clear. Yaani mfano kesi ya Lowassa, nirudi tena, tuna wasiwasi na Lowassa, au yani kuna vitu vingi vinatia mashaka kuhusu Lowassa, tunataka majibu 1, 2, 3. Utatengeneza point kama hata ile kumbomoa mtu kisiasa. Unaweza kumbomoa mtu kisiasa kwa kutia doubt, sio kwa kuongea vitu ambavyo hauna uhakika kama fact. Kwa hiyo hapa nahisi upinzani nasema upinzani, lakini hata chama tawala ni haya. Yaani wanasiasa kwa ujumla, nafikiria hichi kitu lazima wakitafakari tena. Ni kitu ambacho katika short term kinawasaidia, lakini katika long term ndio hichi kitu ambacho nahisi ukijumlisha na mambo mengine. Lakini hii ni sababu moja kwa mtazamo wangu unawaathiri au unaofanya sasa hivi opposition wana struggle sana kupata watu. Si kama yani watu mtaani pengine watu wanaamini labda kwenye kitu fulani wanataka mabadiliko kwenye kitu hichi ama kitu hichi ingefanywa katika namna nyingine, lakini hii kutuhumiana pasipo na ushahidi na kuongea baadaye kuja kumeza maneno na kumsafisha mtu, hivi ni vitu ambavyo I think ndio vitu ambavyo watu wengi vimewatia maswali na kuwatia mashaka, hata kujitoa na wao. Maana unasema najitoa mimi nikaumie ili mtu fulani labda awe mbunge awe rais, alafu mtu wenyewe kesho maslahi yake akiumba kidogo anaweza akahama kambi.